Hello, mambo vipi? Karibuni katika uchambuzi wa mechi ya Azam dhidi ya Young Africans, mechi ambayo iliisha kwa suluhu ya bila. Kama unavyoweza kuona takwimu za mchezo zinaonyesha ni mechi ambayo ilikosa ladha ya ushambuliaji. Ukiangalia shot on target Young Africans alikuwa na moja, na tukienda kwenye muktadha zaidi ni kwamba alipata kipindi cha pili na ilikuwa ni kitu ambacho Depo alipiga kwa Manula ambacho hakikuwa na nguvu sana. Azam alikuwa na shot on target mbili ambazo na zenyewe alizipiga zote kipindi cha kwanza. Kwa kipindi cha pili wakupiga shot on target yote, off target 3-3 kama unavyoona kwenye takwimu hapo. Kwa inaonyesha ni mechi ambayo ilikosa ladha ya ushambuliaji, ile ladha ya ikaika za ushambuliaji, na hiyo ilisababishwa na vitu viwili. Azam waliingia na approach kwenye mechi ya kuweza kucontrol mchezo kwa kupiga pasi fupi na kwenda direct inapohitajika, lakini sasa pasi fupi wasipoteze mpira, kwa sababu Young Africans chances zao msimu nyingi zimetokana na transition. Kwa hiyo Azam walikuwa wanajaribu kidogo kuzuia mazingira yao kupoteza mpira kirahisi, sasa wanapokuwa wana umiliki wa mpira. Kwa hiyo ili kuepusha Young Africans wasipata hizo transition kirahisi. Alafu Young Africans kwa upande wa pili wao walikuwa direct, lakini utulivu eneo la mwisho, eneo la ushambuliaji ulikuwa uko chini sana. Maamuzi mengi yalikuwa ni mabovu, pasi zao nyingi zilikuwa zifiki, na walikuwa kama wana haraka, mpaka kuna muda Pedro alikuwa anamwambia Alan Okello jaribu kupiga pasi kwanza kabla mjiondoke, kwa sababu pasi zao nyingi zilikuwa mashambulizi yao mengi yalikuwa yakamiliki. Sasa tuone kidogo miundo ya hizi timu mbili ambavyo ilikuwa. Tukianza na Azam wao walikuwa wanafanya build up yao na wachezaji watatu, midima wao wakitoka katikati na kuja kuungana na backline ya Yoro pamoja na Fuentes Mendoza, na hii ilikuwa inampa uhuru mkubwa James Akaminko ambaye alikuwa anatakiwa pokea mpira nyuma ya migongo ya washambuliaji wawili, kuwatawanya na kupokea katikati yao, kwa sababu midima walikuwa sharudi nyuma. Kwa hiyo wao wanapokuwa wawili, Azam wanakuwa watatu, inakuwa tayari ni overload ya kwanza. Kwa hiyo walikuwa na uwezo wa kutawanyishwa na James Akaminko ambaye alikuwa anaziona pasi za mbali, na kuna muda Akaminko alikuwa na uwezo wa kurudi nyuma, midima kaja katikati, na alikuwa anafanya vile ili kumvuta mmoja wapo kati ya Max Nzengeli au Dube ambaye akitoka anaacha gap wakati na kimwacha anaziona pasi ndefu. Lakini pia Azam alikuwa anajitahidi sana kucontrol maeneo ya pembeni ya kufanya overloads nyingi. Umeona Faisal alikuwa na Rombote, Zidane Sereli ambaye hakuwa namba 9 halisi, naye ulikuwa unaona alikuwa anaibia sana upande wa kulia wa Kibeko alipokuepo, ili kuona namna gani za kutengeneza overload na kutengeneza mashambulizi. Ukija kwa Young Africans, wao muundo wao kwa unaanza na mabeki wawili, Baka na Mwamnyeto, alafu anakupa kiungo mmoja wa chini ambaye ni Duke Abuya, alikuwa akipokea naye mpira na watawanya wale washambuliaji wawili wanaomkaba, ambaye ni mara nyingi alikuwa ni Zidane Sereli pamoja na Faisal kipindi cha kwanza kabla Ngita hajaingia kipindi cha pili. Na hii ilikuwa inafanya Young Africans kwenye kiungo chao wanakuwa na kama kitu kinaitwa diamond midfield, viungo wanne ambao mara nyingi kwa maana Alan Okello alikuwa anajaribu kidogo kuingia ndani ili kumwacha Isla ambaye ndo alikuwa ni fullback wa kulia wa Yanga hawezi kufanya zile overlapping movements. Wanaotengeneza diamond midfield maanisha walikuwa na uwezo wa kuiondoka press ya Azam kiurahisi kimuundo, kitu ambacho kwenye mechi inawezekana tukiona sana. Lakini alikuwepo Dube, alikuwepo na Depo ambao hawa ukiangalia kwenye mechi ilikuwa kama wanacheza ni double striker, kwa sababu Dube mikimbio yake ilikuwa ni key sana, na Depo yeye kuwepo pale mbele kuipa timu kina ilikuwa ni kitu ambacho ni key sana kwenye uchezaji wa Young Africans. Licha hiyo miundo yote, licha ya kila kitu ambacho tumekizungumza hapo, lakini kilichotokea kwenye mechi ni kwamba kwa upande wa Azam walijikuta wanakuwa na control kubwa ya mechi au hawapotezi mpira kirahisi, lakini walikuwa wanakosa ubunifu katika eneo lao la mwisho.
na hii inatokana na kwamba walikuwa hawana namba 9 halisia. Kwa hiyo maanisha wachezaji wao wengi walikuwa wamebanana katikati wakipiga pasi fupi, na zile pasi za pembeni zilikuwa ziwakuti katika utulivu ule unaohitajika. Kwa hiyo ubunifu ulikosekana, kilichofanya Azam wakakosa ule tunasema uhatari kwenye mashambulizi, hasa baada ya zile dakika 20 za mwanzo ambazo kidogo kama Young Africans alionekana yuko chini. Lakini kipindi cha pili ilionekana Kibeku ule upande wake ndio alikuwa Young Africans wanatumia zaidi baada ya dakika 20 za mwanzo, na Ibenge akaona mtoe amweke Zidane Sereri kule, afu Jeje Ngita hajaingia katikati. Kwa hiyo ilitokana ni mechi ambayo ilikuwa na hiyo twist and turns na timu zilikuwa zina adapt na kila timu ilikuwa na push, lakini mwisho wa siku vitu vilikuwa vifanyiki sahihi. Dakika 20 za mwanzo Young Africans walionekana wakiwa static. Walikuwa static, yani walikuwa wamesimama katika mstari mmoja, hamna mtu alikuwa anafanya mikimbio, hamna mtu alikuwa anatokea, pasi zilikuwa zifiki, pasi tano ilikuwa ni ngumu sana Young Africans kufikia, kitu ambacho kilikuwa kinafanya mashambulizi yao mengi hata baada ya kuingia Pacome Zouzoua, mashambulizi yao mengi yalikuwa yanakuwa butu, na kwamba wanatoka vizuri nyuma, lakini unapofika katika eneo ile tatu ya mwisho ya ushambuliaji alikuta mipira yao nyingi inapotea. Pacome Zouzoua ambaye ukasema ndo roho ya timu, yeye ndo anapiga pasi kutokea chini, yeye ndo anakeli mpira na ubeba mpira kwenda kwenye afu ya mwisho. Yeye pia ndo anatakiwa outlet, kwamba anatakiwa option ya kupigiwa pasi zile ambazo anakuwa amefanya mikimbio, lakini ambazo pia hawakuwa wanamkadiria. Na Mwanengo pia aliingia, lakini ulikuwa unaona na yeye kama ana struggle na vitu kama basics na nini, na hisi ni mechi ambayo haikuonesha discipline nzuri sana ya ligi yetu, kwamba inaonyesha hata kama ligi yetu vile imeanza kuregress, na wachezaji tulionao wachezaji wa kawaida ambao game kama hizo tulitegemea kidogo kwa kuna heka nyingi, hata kama mechi imeisha bila kwenye scoreboard, lakini tukija huko kwenye takwimu za kushambuliaji tuone kweli watu walikuwa wanafanya kazi, lakini kitu ambacho hakikuonekana. Kwa hiyo kila timu nahisi itakuwa na furaha kupata alama moja, kwa sababu ni alama kubwa sana katika mchezo huu na ni alama ambayo iko fair kabisa. Kwa hiyo usisahau kusubscribe channel yangu, kunifollow katika mitandao yangu ya kijamii Alberto BW kwenye Instagram na Alberto YouTube pamoja na X. Shukrani sana.